tuna mapungufu, hatuwezi. Na ndio maana huu upako unahitajika ili utuwezeshe. Jina la Bwana na libarikiwe. Jina la Bwana na libarikiwe. Hebu njoo rafiki yangu nitoe mfano. Njoo. Wewe njoo uone. Unafahamu, panda hapa juu. Unafahamu inawezekana kabisa ni mpango wa Mungu huyu mtumishi wa Bwana. Angalia tu. Ni mpango wa Mungu huyu mtumishi wa Bwana. Kusudi la Mungu ni yeye, kwa mfano, kusudi la Mungu anataka huyu mtu afike kwenye nini? Kwenye speaker hapo. Lakini yeye kama yeye hawezi. Sawa? Sasa hii nguvu ya Roho Mtakatifu huwa inakuja kumwezesha. Pale anapokuwa anakwama, inakuja kufanya nini? Kumwezesha. Unamkuta mtu hata katika yale mambo, unaweza ukarudi kakaa, hata katika yale mambo ambayo huyawezi kibinadamu, lakini Roho anapokuwepo anafanya nini? Anakuwezesha. Na sio tu katika kutimiza kusudi la Mungu, hata katika mapambano ya maisha, hata katika majaribu tunayokabiliana nayo, hata katika kupambana na nguvu za giza. Hatumwezi shetani. Tunahitaji baraka na msaada kutoka kwa Bwana. Jina la Bwana na libarikiwe. Kwa hiyo upako unatajwa kama neema. Upako unatajwa kama neema. Upako unatajwa kama neema. Na mitume, ndio maana ukisoma Matendo 4:33 anasema na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Alafu na nini? Na neema nyingi ikawa juu yao wote. Hii nguvu inaambatana na neema. Jina la Bwana libarikiwe. Inaambatana na neema. Inaambatana na neema. Inaambatana na neema. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana ukienda ukasoma, ngoja tusome tena, narudia kwa sababu haya ni ya muhimu kweli, haya maandiko. Sijui kama uliandika yote. Ukienda ukasoma Matendo ya Mitume ile sura ya 6 mstari wa 8, anasema na Stefano akijaa neema na nini? Na uwezo. Akijaa neema na uwezo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwenye Matendo ya Mitume, neema na uwezo au nguvu na upako ni kama pete na kidole. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali ambapo kuna nguvu nyingi, kwa tafsiri nyingine, mahali hapo kuna neema nyingi. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali ambapo kuna upako, mahali hapo pana baraka nyingi. Mahali ambapo pana upako, mahali hapo pana kibali cha Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na kama kweli tunahitaji kibali, lazima tutamani kuvikwa uwezo utokao juu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kwa Stefano utaona nguvu hii ilionekana katika mahubiri yake. Sawa? Ilionekana katika hekima yake. Ilionekana kwenye ujasiri mbele ya wapinzani wake. Na ilionekana katika miujiza aliyoitenda. Ukienda ukasoma Matendo ya Mitume sura ya 6 na ya 7 utaona. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa hiyo hiyo ndio maana ya upako. Maana ya upako. Sasa twende kipengele cha pili taratibu, kabla tujaenda kuomba, na muda uko vizuri kabisa. Namba 2, andika hatua za kuelekea upako. Hatua za kuelekea upako. Namba 2, tumeangalia maana ya upako. Namba 2, hatua za kuelekea upako. Kuna mchakato wa kuelekea kwenye upako, ndio nataka tuzungumze huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Hatua ya kwanza andika ni kujazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Ni kujazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Matendo 1:8 na Samueli wa kwanza 10 mstari wa 6. Ni kujazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Na mtu anapojazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, ishara kuu ya awali ni kunena kwa lugha mpya. Kunena kwa lugha mpya. Hii ni ishara ya awali. Kunena kwa lugha mpya. Na unaweza ukaandika maandiko yafuatayo. Matendo 2 mstari wa 4. Matendo 2 mstari wa 4. Sawa. Andika tena Matendo 8:17 hadi 21. Matendo 8:17 hadi 21. Sawa. Andika tena, usichoke kuandika, usichoke. Matendo 9:17. Andika Matendo 9:17 na Wakorintho wa kwanza 14:18. Iandike hivyo kama anavyotamka, maana hapa anazungumziwa Paulo. Matendo 9:17 na Wakorintho wa kwanza 14:18. Umeshaandika hivyo? Alafu andika tena Matendo 10:44 hadi 47. Matendo 10:44 hadi 47. Alafu na Matendo 19 mstari wa kwanza hadi wa 6. Kwa hiyo hatua ya kwanza kuelekea kwenye upako ni kujazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, na ishara ya kwanza inayoambatana na mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu au aliyebatizwa katika Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha mpya. Tuko pamoja? Ni kunena kwa lugha mpya. Na unaweza ukaandika hivi: tofautisha kunena kwa lugha kama ishara ya kubatizwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kama unabii. Maana kuna vitu viwili hapo. Kunena kwa lugha kama ishara ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni kitu kingine, na kunena kwa lugha kama unabii ni kitu kingine. Ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Kunena kwa lugha kama ishara ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu
Haihitaji tafsiri, haihitaji tafsiri. Maana mwamini anajijenga mwenyewe na anasema mambo ya siri na Mungu wake. Kunena kwa lugha kama ishara ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu haihitaji tafsiri, maana mwamini anajijenga mwenyewe na anasema mambo ya siri na nani? Na Mungu wake. Namba 2, kunena kwa lugha kama unabii lazima itafsiriwe, lazima itafsiriwe. Maana mtu anaweza akanena kwa lugha ikiwa ni ishara ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu, na hii haihitaji tafsiri, au anaweza akanena kwa lugha kama akinena kwa lugha na ikatokea tafsiri, ina maana huo ni unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kunena kwa lugha kama karama ya unabii, na kuna kunena kwa lugha kama ishara ya awali ya mtu kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Na ukienda kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 14, sura yote ile inatoa mwongozo wa haya mambo ninayoyasema, haya mambo ninayoyasema. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kujazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Hatua ya pili, andika, hatua ya pili ni kujawa. Hatua ya kwanza ni kujazwa, hatua ya pili ni kujawa na Roho Mtakatifu. Kujawa, kujawa, kujawa na Roho Mtakatifu, full of the Holy Spirit. Kujawa na Roho Mtakatifu. Andika maandiko yafuatayo: Matendo 6:3. Matendo 6:3. Matendo 7:55. Matendo 7:55. Alafu Matendo 11:24. Matendo 11:24. Alafu na Luka 4:1. Luka 4. Ngoja ni hakiki vizuri. Luka 4. Ngoja ni hakiki vizuri. Ya. Na Yesu ali amejaa. Kujawa na kujawa